kuleta hapa, nimekuleta sehemu nzuri tena yenye usalama. Kwa wewe unaisemea yule mfanyakazi sio mfanyakazi, yule bosi wa hii kampuni ya godown hii. Kwa wewe ninachokuomba, yani achana na swala la njaa. Angalia kwanza kazi. Baada ya kazi utapata kula. Sasa mambo unatuingizia mara sijui mbuzi kafia kwenye supu, si kafanyeje? Kazi kwanza, alafu mwisho wa siku unakula. Ziba, nisikilize, usiolijua ni sawa sawa na usiku wa giza. Usiku wa giza umefanya nini? Kazi kwanza manamba. Iko hivi, hapa ninachokiona, mbuzi kafia kwa muuza supu. Mimi niache kwanza nikale, nikimaliza kula, ngoja nipige kazi. Bye. Wewe manamba. Wewe manamba. Boss, mbona kama upo sawa? Kuna tatizo? Master Plan. Hapana, hakuna tatizo. Unajua bosi, sijakuzoea katika hali hiyo. Au shemeji kakuvuruga nini? Unajua nina mdogo wangu anaitwa Mona. Anafanya vitu mara nyingi pasipo kufikiria. Kwa hiyo jambo ambalo linanipelekea kwamba ananipa changamoto kubwa. Ananipa changamoto kubwa sana. Yaani sijui anafanya hivi kwa sababu mama amesafiri. Nashindwa kumuelewa. Samahani boss. Hayo ni mambo ya kifamilia. Mimi kama Master Plan siwezi nikaingilia. Sema tu nimepita pale nyumbani nikaambia umekuja site. Nilikuwa nimekuja kupata taarifa. Ile kazi unanipatia nimeshamaliza. Umekamilisha ile kazi? Ndio boss. Safi sana. Unajua Master Plan, kati ya wafanyakazi ambao nilionao katika biashara zangu za hapa na pale mbalimbali, wewe ni mfanyakazi ambaye unatekeleza wajibu wako. Ni mfanyakazi ambaye unatekeleza wajibu wako. Nafurahi sana kwa sababu umeweza kukamilisha kwa wakati. Kaka. Naam. Bila mtanga nimekuja. Okay, wameshafikisha? Wanauliza washushie wapi? Fanya hivi. Waambie wazungushe geti la kule nyuma. Washushe lile eneo ambalo lina waziwazi kule, sawa? Sawa sawa. Master Plan. Fanya kitu kimoja. Hebu nenda na Joshua mkasaidizane hiyo kazi ili waweze kushusha vizuri huo mchanga. Sawa boss. Hongera sana wifi yangu. Kwa kweli ni pazuri, nimepapenda. Hadi raha. Isitoshe, hapo unaishi mwenyewe na watoto wako. Hamna makelele ya wapangaji, hamna purukushani kama za kule kwa zamani. Ila mwenzangu, na umetugaya. Na vipi kuhusu watoto? Peter, Nasma na baba yao hawajambo? Unaona
Mbona umekuja mwenyewe? Ungekuja nao. Tumewamiss jamani. Kuhusu mume wangu, kwa sasa katulia kabisa. Hana shida. Labda hajabadilika huko baadaye, siwezi jua. Wifi yangu. Lakini nawe ni msiri. Kwa lipi tena? Ahamia kwenye nyumba mpya. Hata kunipigia simu, mje nikutane kuhamishamisha vitu. Ila kwa kweli ni pazuri, mpapenda sana. Hongera. Vipi kuhusu mashangazi zangu? Mbona siwaoni? Wako wapi? Kuhusu watoto. Watoto wenyewe wapo. Sema Asia bado yuko shule na Joyce ameitwa na mchumba wake. Japo mengi mabaya yanasemwa, sikusikia. Nimeziba masikio, nilijua nawe niko salama. Wewe ni kweli, moyoni najua. Sitajali wakisema mabaya, nakupenda, sitamani kukuacha. Nguvu ya mapenzi yananisukuma, mikononi mwako niwe salama. Nguvu ya mapenzi, imenitawala. Karibu. Asante. Vipi, umemwaga mama? Yaani mwaga mama kabisa alivyokuwa mkorofi. Wewe, hujamwaga mama? Uogopi kuchapwa? Au mama sio mkali? Alivyokuwa mkorofi yule. Wewe unaaga sasa. Sawa. Utakuja kuchapwa. Hamna hata usiwazi. Unajua nakupenda. Zakayo. Unajua mapenzi yetu mimi na wewe, watu wanasema ni kama vile jua la jioni. Jua litakapozama, kivuli kitaisha tu. Joyce, hata mimi pia siamini hivyo moyoni mwangu. Najua wewe ni wangu, na si kwa muda, bali siku zote za maisha yetu. Hayo tena ya wachumba. Inaonekana wanapendana sana, sio? Mimi mwenyewe kwa nimewamisi sana. Ila kwa kuwa nipo, watanikuta. Ngoja niwasubiri. Hata wao pia wamekumisi sana shangazi yao. Sasa, hebu naomba tusikalie mazungumzo tu. Ngoja nikakuandalie chochote kitu. Sawa wifi yangu? Ni kweli wifi yangu, sio mbaya. Na siku hizi ndugu yangu anikimbiza, ni mwendo wa kupendeza tu, yani kila leo anaonekana mpya. Sawa wifi yangu, na kuona siku hizi azidi kupendeza. Ni mwendo wa kutupia viwalo kila leo. Wewe tena. Haya mama. Sawa. Mimi pia nakupenda na nitazidi kukupenda hata dunia isimame, igeuke juu chini. Mimi nitakupenda. Haijalishi kuna watu wanahisi kwa mimi sio chaguo sahihi kwako. Lakini mimi bado nakupenda na sitokubali kuishi bila wewe. Joyce, ninafahamu kuwa watu wengi hawapendi kuona mimi na wewe tukiwa pamoja. Lakini yoyote ni kwa sababu hawafahamu, hawaelewi. Nguvu ya mapenzi yetu imesimama katika ukweli na si maneno matupu Joyce. Labda nikuahidi kitu kimoja Joyce. Nitakupenda. Nitaipigania nafasi yako ndani ya moyo wangu hadi pumzi ya mwisho Joyce. Niko tayari kwa chochote kile. Zakayo, maneno yako ni kama vile dawa ya moyo wangu. Joyce, Zakayo, nitakupenda hata dunia isimame. Amini hivyo Joyce. Amini hivyo. Zakayo ni wako wako. Niwe wako daima, nakupenda hata dunia ikinama. Moyo wangu hauwezi kubadili njia. Nguvu ya mapenzi imenitawala kabisa.
naona bado na peruzi. Naonekana jambo la maana limekuweka busy kweli. Nimejaribu kukaa nikafikiria, nikaona kuna kila sababu ya kuongeza mradi mwingine kwenye biashara zangu ambazo ninazifanya. Kwa hiyo ndio maana naona muda mrefu niko busy mtandaoni. Ni jambo gani ulilokuweka busy masaa yote? Mtandaoni umesema linanihusu na mimi. Ni mradi wa madini ya dhahabu. Unajua Tanzania yetu ina madini ya aina mbalimbali. Kuna dhahabu, kuna almasi, kuna tanzanite, kuna madini ya chuma, kuna madini ya chumvi na kadhalika. Najua mpenzi wangu, ninafurahi sana kwa kuwa unanipenda sana. Na ukisikia wengi wanasema kila shetani na mbulu wake, wewe ndio mbulu wangu. Sikuwezi. Kweli? Kweli. Pia leo nina furaha sana kwa sababu umenielesha kuwa yule siku ile alikuwa ni kaka yako. Kwa hiyo uliona wivu na mbio zote zile. Siku ile niliona wivu sana. Lakini nimejaribu kukaa nikafikiria, nikaona niwekeze kwenye mradi wa madini ya dhahabu. Kwa sababu nilikuwa nikipitia huko kwenye mtandao, nikiperuzi kwenye mafaili ya Google, nimeona kuna mikoa mbalimbali hapa nchini kwetu ambayo kidogo ina madini ya dhahabu na yanapatikana kwa wingi. Nilikuwa nikijaribu kuangalia mkoa wa Geita, mkoa wa Shinyanga. Ni mikoa ambayo kuna wachimbaji wadogo wengi na dhahabu zinapatikana kwa wingi. Kwa hiyo nimewaza nikiwekeza katika njia hiyo kuna mafanikio makubwa naweza kuyapata. Ngoja niendelee kuangalia, mwisho wa siku nikifanikisha nitakujulisha. Hapo sasa naanza kuona mwanga. Hata nikianza chuo, kuna siku nitakuja kujifunza kwa vitendo kwenye mgodi wako. Usijali mdogo wangu. Ngoja niendelee kufuatilia, mambo yakikamilika nitakwambia lini naanza. Nashukuru sana kakangu kwa hilo. Na nimtazama, nikamkadiria, nikamzoom, nikamtoa focus. Nikaona kabisa mimi sikwenda China kula maharage, naenda kujifunza karate. Ila nikakumbuka kuwa usimdharau usiyomjua. Alafu nasitoshe, mimi niko na wewe, afa kufokea. Niko na tubora niende. Haya, unajua ni mpenzi wangu. Kakangu waga ni mkorofi sana. Tena hasa kwa kipindi hichi mama kasafiri. Yaani napitia wakati mgumu. Yaani anajikuta ndio baba mwenye familia. Yaani usifanye mambo yako kwa uhuru, ananibana. Mbona kule yeye waga na wachumba zake na kula raha tu. Ukitoka tu umeenda wapi? Umeanza ujinga wako, sisi tunaona siku ile. Ni kweli. Kwa kaka mwenye akili lazima wachunge wadogo zake wasije wakaribia. Mwalifu mwenyewe si ndio wewe? Ukisema mabaya nakupenda, sitamani kukuacha. Nguvu ya mapenzi yananisukuma, mikononi mwako niwe salama. Nguvu ya mapenzi imenitawala, moyo wangu wote umeshashikwa. Niwe salama, niwe wako daima, nakupenda hata dunia ikinama. Moyo wangu hauwezi kubadili njia. Nguvu ya mapenzi imenitawala kabisa. Japo mengi mabaya
yanasemwa sikusikia, nimeziba masikio